Una mambo yake na vitu kibao. Kwanduluke. Kwanduluke. Mfalme, tumemuona Malikia mtarajiwa kijiji hiki akifanya mapenzi porini. Unamaanisha nini? Unataka kusema nini? Abandelwa, mna uhakika na hicho ambacho mnakizungumza? Mfalme, kitu ambacho napenda kusema tu, huo ni ukweli. Tuna udhibitisho kabisa, tuna udhibitisho mfalme wangu. Tumemwona Malikia mtarajiwa akifanya mapenzi porini, tena akiteleza. Pako, hivi mna kazi gani hapa ikulu? Hivi mnaweza kumwacha mke wangu mimi ambaye nimemchagua mimi, mali yangu mimi, mnakuja kutoa taarifa kuwa anafanya mapenzi porini afu mnamwacha kweli? Abandelo, nahitaji hali hiyo ifuatiliwe. Baba, nahitaji hili jambo uliingilie kati. Maana sioni umuhimu wote wao walinzi babangu. Hivi mwanamke ambaye mimi nampenda kwa dhati. Shauri. Naam mfalme wangu. Umeona uchafu huu? Umeyasikia haya? Kwa hilo sina maamuzi yoyote. Bali acha nikuachie maamuzi yako. Baba, naona walinzi hawa hawana umuhimu wote hapa ikulu. Naona walinzi hawa ni afadhali ungewafuta kazi kabisa. Nahitaji baba yangu chukua uamuzi kutokana na swala hili. Mtu ambaye nampenda mimi babangu. Tulia. Tulia. Vijana. Pako. Abandelwa. Hakikisha leo hii kusipite saa 2 nione hao washenzi hapa sasa hivi. Sawa? Ndio mfalme. Sasa hivi. Pote. Una mambo yake na vitu kibao. Utawala una mambo yake na vitu kibao. Watu wanakubagisa utawala. Wanduluke. Wabeba. Wanduluke. Wabeba. Asante sana wanakijiji. Nadhani nafurahi sana kwa kukubali na kutikia wito huu. Mimi nadhani mbele yenu mewaona watu hawa. Watu hawa wamefanya kosa kubwa sana kwenye hichi kijiji. Yaani wamegeuka mila na desturi. Watu hawa kiufupi wamekutwa porini wakifanya mapenzi. Sasa tukumbuke, mila na desturi ya kijiji hiki inasema ya kwamba mtu endapo atakutwa porini anafanya mapenzi, basi mtu huyo atahukumiwa kifo. Kufuatana na hayo, mimi kama mfalme wa kijiji hiki kabisa siwezi kukwepa mila na desturi. Nimeamua kijana huyu apigwe hadi auawe, na akifa atatupwa kwenye maporomoko, na binti huyu atafungwa jela maisha yake yote. Wanguluke. Wabeba. Nadhani mmenisikia. Wanduluke. Wabeba. Lakini mfalme wangu, ni kwa nini unahukumu watu bila kufanya uchunguzi wowote? Mshauri, najua udhibitisho upo. Pako, nahitaji uhakikishe. Mkuu, tuliwaona kwa macho yetu sisi wenyewe wakifanya mapenzi porini. Baba, nina imani umesikia gisi Pako amesema. Hamna shida. Mimi nadhani siku ya leo ni siku ya sheria kufuata mkondo wake.
Alma, mimi najua walinzi kweli wamekuletea taarifa. Lakini taarifa hizi hazina ukweli wowote. Mimi nisikia sauti ya mtu ikihitaji msaada. Na mimi nikaenda pale nikamkuta ni Uda. Anachomwa na mwiba. Nilimsaidia tu lakini hamna chochote nilichokifanya. Hizi taarifa ni za uongo. Hazina ukweli wowote ule. Kakina wewe. Wanduluke. Wabeba. Wanduluke. Wabeba. Mimi nadhani hatuna haja tena ya kusikia kujitetea kokote kule. Leo tumesema ni maamuzi. Pako. Jongu. Chukua huyu. Mpige hadi afe. Baadaye mtamtupa kwenye maporomoko. na vitu kibao. Utawala una mambo yake na vitu kibao. Watu wanakubakisa utawala. Wanduluke. Wabeba. Wanduluke. Wabeba. Mimi nadhani kila mmoja ameyaona haya na amejisikilia kwa masikio yake mwenyewe. Kwa hiyo mnaweza kufanya kila mmoja kazi zake na muwe makini sana kwa ile tatizo lisije likatokea tena. Sawa? Pale ninapoishi kila siku ni ugomvi tu. Jana, mimi nikwambia kitu kimoja. Ulikuwa unajichukulia wewe ni mtu mwerevu sana. Unikaa tu kwa kutembea tu na wanawake wa watu. Tena, isitoshe. Princess, wa kijiji hiki mbavu wewe. Kasawa. Wewe. Daudi, haujanijua mimi vizuri wewe. Unatembea na princess wa kijiji. Wewe, siku ya leo mimi sitokuacha mzima. Sitokuacha mzima kabisa. Kija wewe. Wewe wakufa tu. Subiri. Jana, hebu sali sala zako za mwisho. Najua siku yako nimewaibia. Ya kwaga. Tulia. Wewe. Acha kusoka. Pale ninapoishi kila siku ni ugomvi tu. Pale ninapokaa mmindo wa kunyanyaswa. Maliza tuondoke. Kwa nini mwaribu hivi? Na tayari umeona kabisa mtu amekufa. Mnakosa nidhamu mpaka kwenye mwili, kwenye maiti kabisa. Ustari mzombe. Wewe unamwona kabisa anapumzika. Unamwona yupo kabisa. Mchukue na mtamka. Usiku mmoja. Mbona mtaka wakati? Father, no? Nenda nyumbani. Nitamlinda mwenyewe. Sawa, kuna shida. Okay. Kahaba mkubwa wewe. Jua yako, vua yako. Shenzi kahaba wa kijiji wewe. Unajifanya kahaba si ndio? Utauzea humu. Shenzi. Ishara? Una taarifa? Kaka yako ameenda mawindoni.
Na ananiambia hivi nikwambie tu kutaniona andaa kuni ila kuna mnyama kula ataleta. Wewe pekee sio unamjua kakako kama ni shupavu mwanangu. Sawa, no shida natafuta, lakini vya shambani huko katika mitego sio vya kutegemea sana. Nina uhakika na hiyo. Kwanduruke. Kwa beba. Kwanduruke. Kwa beba. Mama, nimekuletea taarifa. Mwanawe Radi ameshikwa akifanya mapenzi na malkia mtarajiwa wa hiki kijiji. Na kwa hiyo amehukumiwa kifo. Mama. 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 Mama! Mama. Mama. Mama! Mama. Mama! Jambo. Sio kwa nini? Niende kwa mganga wa kijiji. Mama! Mama. Mganga. Mganga. No. Kwanduruke. Kwa beba. Kwanduruke. Kwa beba. Kuna nini kijana? Mganga, kuna tatizo. Mama yangu amepata taarifa na ameanguka ghafla. Kwani kuna tatizo gani ambayo ilituma hadi anguke? Ameletea taarifa eti kakaangu amekufa. Hivyo? Ndio. Hebu twende tukamsaidie mamako. Asante sana. Chunga kwanza nifunge mlango. Hebu tuone. Mama, basi. Mama. Mama, mko basi mama. 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 Mama, mko basi mama, mko. Damu nzito kuliko maji. Ganga, unamaanisha nini? Kweli, ninachomaanisha kwamba miungu